za aina mbili. Nataka nianze na shuhuda za aina mbili. Popote pale ambapo unasikiliza, ambapo hii sauti inakufikia, nataka nianze na shuhuda za aina mbili. Hizi shuhuda, ushuhuda wa kwanza unamhusu kijana binti wa kike ambaye huyu binti alikuwa hajaokoka kabisa. Alikuwa hajaokoka kabisa. Inawezekana dini anayo. Dini anayo, dini ya baba nayo, dini ya mama nayo, lakini alikuwa hajaokoka kabisa. Binti huyu kipindi hicho nakumbuka nilikuwa nimetoka kuokoka. Nimetoka kuokoka, Bwana akawa amenituma niende nikamshuhudia habari za ufalme wa mbinguni, au lugha nyingine nikamhubirie kama vile ambavyo nahubiria wengine ambao wananisikia. Yule binti nilipokwenda kumhubiria habari za ufalme wa mbinguni, nikamwambia badilisha maisha yako, kwa maana Yesu anarudi. Badilisha maisha yako, badilisha tabia yako, badilisha mwenendo wako. Usipobadilika unaweza ukaenda motoni. Yule binti kwa sababu tulikuwa tunafahamiana, akajaribu kuniangalia kwa vile ambavyo tunafahamiana. Nilimhubiria kwa risali moja na ilikuwa ni jioni. Nataka unisikize kwa makini, kuna kitu cha kujifunza jioni ya leo. Yule binti nilipomhubiria, wakati namhubiria, kumbe ndani ana mimba. Nataka unielewe, ndani alikuwa na mimba. Alikuwa na mimba, na ile mimba ambayo alikuwa nayo ndani ilikuwa sio mume wake, kwa sababu ile binti alikuwa hajaokoka bado na alikuwa hajaolewa. Yule binti tabia yake ilikuwa ni moja. Alikuwa kila akishika mimba na kwenda natoa. Akishika mimba na kwenda natoa. Na ile mimba ilikuwa ni ya mume wa mtu. Kumbe yule dada anaondoka na mume wa mtu. Kilichompeleka ilikuwa ni njaa. Punga mkono wake hewani, sema amina, haleluya. Punga tena mkono wake hewani, haleluya. Unapenda niendelee na ushuhuda? Yule dada alipokwenda kwa daktari kwenda kuitoa ile mimba, kumbe siku za kuitoa ile mimba zimepitiliza. Nataka unielewe vizuri sana. Siku za kuitoa ile mimba zilikuwa zimepitiliza. Kwa hiyo alipokwenda ile mimba ikakataa kutoka. Haleluya. Haleluya. Ikakataa kutoka. Yule mtoto akafia tumboni. Yule mtoto akafia tumboni na yeye mwenyewe akapoteza maisha pale pale. Lakini laiti angeelewa, laiti angenisikiliza nilipokuwa namhubiria habari za ufalme wa Bwana, angekuwa yuko tayari kutubu saa ile, inawezekana neema ya Bwana ingemshukia. Haleluya, haleluya. Inawezekana neema ya Bwana ingemshukia. Nilipomshuhudia, nilipoondoka mahali pale, nimekwenda kulala, nikaiona kama ndoto inakuja katika ulimwengu wa roho. Nikaona kama jeneza limesogezwa machoni pangu namna hii. Ile jeneza lilivyosogezwa, nikasikia sauti inaniambia, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Haleluya. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Na naomba nikupe mstari huu sasa. Kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura ya 6. Wagalatia sura ya 6 na ule mstari wake wa 7. Biblia inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda katika mwili utavuna uharibifu katika mwili. Ukipanda katika roho utavuna uzima milele katika roho. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie, kilichomuua yule binti ilikuwa ni dhambi. Lakini nataka niseme hivi, yule dada angenisikiliza vile nilivyokuwa namhubiria, vile ambavyo nilikuwa namwambia kwamba badilika, kwa maana hujui saa wala siku, angebadilika pale, inawezekana yule dada asingekufa. Na hata kama angekuwa na ile mimba, inawezekana ile mimba isingeharibika na yeye mwenyewe asingekufa. Ila kwa sababu alishupaza shingo, akawa na moyo mgumu, akawa na moyo wa dhambi, akajikuta alivyoondoka pale akaenda akafa. Na anajuae binti ambao unanisikiliza jioni ya leo, na anajuae kijana leo ambao unanisikiliza, siku zako zimehesabiwa. Haujui siku ya kufa. Punga kwa nakewa ni namna hiyo. Haleluya. Haujui siku yako ya kufa. Hapo mabajaji mnanielewa? Haujui siku yako ya kufa. Lakini ule binti angeelewa kwamba kitoka pana kwenda kufa, angemkiri Yesu, ningemongoza sara toba na angekwenda mbinguni vile vile. Makofi kwa Yawe, haleluya. Nimekuja kukwambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti. Chochote apandacho mtu ndicho anachovuna.
Ukipanda katika mwili utavuna magonjwa katika mwili, utavuna mauti katika mwili, lakini ukipanda katika roho utavuna uzima milele. Makofi kwa Yawe, haleluya. Hii ina maana gani? Ni kwamba mbinguni utakwenda. Nimekuja kuambia kwamba kijana mwenzangu, duniani tunapita. Iogope dhambi kama ukoma, maana ukoma unakula. Ikimbie dhambi. Dhambi ni ya kuikimbia. Dhambi inatisha, dhambi inaua. Haleluya, haleluya, haleluya. Punga kwa hewani kama unanielewa. Dhambi inaua, dhambi inafukarisha, dhambi inaleta umaskini, dhambi inaleta laana. Kwa kilichomure binti ni dhambi. Haleluya, haleluya. Tumpe Bwana makofi ya shangwe, haleluya. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna, ndicho atakachovuna. Naomba niongee na vijana wenzangu, mko hapa. Dhambi na tabia moja. Dhambi huwa kwa kawaida ni kwamba ina tamaa. Lugha nyingine niseme dhambi ina kiu, na yenyewe huwa kuna wakati inaweka kiu, yani inakuchochea uendelee kufanya, inakuchochea uendelee kufanya tu. Dhambi huwa itosheki ikiwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Unakuta juzi uliondoka na kabinti fulani, alafu baada ya kulala naye kesho nakwambia badilisha binti mwingine. Na vile kwa sababu unazo fedha, umeshindwa kuelewa kwamba hiyo fedha Mungu anakupa kwa ajili ya malengo, wewe unaibadilisha hiyo fedha kwa ajili ya kwenda kubadilisha mabinti. Nataka nikwambie, chunga sana. Makofi kwa Yawe, haleluya. Haleluya, haleluya. Dhambi huwa toshekagi. Leo inakwambia nenda na binti fulani, umelala naye, kesho unashangaa unabadilisha mwingine. Leo yuko Yesu wa Nazareti, ukimpokea na ukimkiri atabadilisha maisha yako. Ile kiu ya dhambi itaondoka, na hakika yake hautakufa bali utaishi. Makofi kwa Yawe, haleluya. Yule binti akafa akazikwa, na alikuwa ni mdogo kabisa. Alikufa, na hivi ninavyokuambia yule binti hayupo, ni mifupa. Kama unavyoelewaga, Mungu si Mungu wa wafu. Mungu ni Mungu wa watu walio hai. Na walio hai ni ambao unanisikiliza. Walio hai ni pamoja na wanaotembea, kwamba Bwana ana makusudi na wewe. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Mhubiri sura 12, kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla zijaja siku zilizo mbaya. Niko peke yangu, punga mkono wake hewani namna hii. Mkumbuke Muumba wako kabla zijaja siku zilizo mbaya, siku ambazo utajuta. Kabla jua halijatiwa mwezi, haleluya, halijatiwa giza, asimkumbuke Muumba wako. Kwa wakati huu ndo wakati wa kumtumikia Bwana. Wakati huu ni wakati wa kulitumika zuri ya Bwana. Nimekutana baadhi ya vijana wengi wanasema kwamba kuokoka mpaka uwe mzee. Mimi nimekuja kuambia kwamba wokovu si lazima uzeeke. Hata ukiwa kijana bado Mungu anakutoka ukiwa bado hivyo hivyo, ukiwa mbichi bado hujazeeka. Makofi kwa Yawe, haleluya. Wengine wanasema ukiona mtu ameokoka ujue ametenda dhambi sana. Lakini mimi nimekuja kuambia kwamba hatujaokoka kwa sababu tumetenda dhambi sana. Tumeokoka kwa sababu Bwana ana makusudi na sisi. Pe Bwana makofi ya shangwe, sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema ukiona mtu ameokoka, kama ni kijana akiwa ameokoka, kama ni kijana kike ameokoka, ujue ametenda dhambi sana. Mimi nasema kwamba kuokoka, unapokuwa umeokoka haina maana umetenda dhambi sana. Hapana, hapana, sio kweli. Na ndio maana wengine wanasema ukiona, si kwa lugha nyingine tuitoka watu waliochanganyikiwa vile, kama hatuna akili. Sema nani? Ni wale waliochanganyikiwa, ni wale vichaa. Wakati mwingine tumetungiwa majina mengine. Wanasema nani? Wale ambao wana kazi ya kufanya. Nataka nikwambie kwamba kazi ya kufanya tunayo, tuseme amina. Na Yesu vile vile tunaye. Ila tumekuja kutangaza habari njema za ufalme wa Bwana, kwamba Yesu asije akaja ukafa ukaenda jehanamu ya moto. Punga mkono wake hewani na mnampigia Bwana makofi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hivyo unapoisikia sauti ya Bwana, unapolisikia neno la Bwana, acha kufanya moyo wako kuwa mgumu, acha kusupaza shingo. Hauwezi kuelewa atakatokea kesho. Leo upo, kesho haupo. Maisha ya mwanadamu, maisha ya mwanadamu ni kama ua. Ua linachanua, likisha chanua lile ua, baadaye likinyauka linadondoka. Ndivyo alivyo maisha ya mwanadamu. Leo mwanadamu unatembea unalinga, wakati mwingine unatukana matosi mengi, wakati mwingine unatembea kwa mikogo, lakini nataka kukwambia siku moja utakufa. Aheri usikilize habari njema leo, na aheri utubu dhambi zako, usije ukafa ukaenda jehanamu ya moto. Makofi kwa Yawe, haleluya. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na hivi ninavyoongea, wengine tayari wameshajipanga kwa ajili ya kwenda loji.
Maana dhambi hainaga sifa nzuri. Mzinzi siku zote anaga sifa nzuri. Lugha nyingine mwasherati anaga sifa nzuri. Dhambi inazidi tu kukupangia roji. Inakuambia kesho ukienda na binti roji hii, kesho badilisha nenda roji fulani. Ukienda hotelini na msana fulani, badilisha nenda. Hivi navyoongea wengine majina yenu yamejawa kwenye roji. Majina, maana uwezi ukaenda roji bila kuandika jina. Makofi kwa Yawe, haleluya. Lakini leo nimekuja kukwambia, aheri ukafute majina yako yote kwenye roji unazoingia, kisha lihamisha jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Makofi kwa Yawe, haleluya. Tumpe Bwana makofi ya shangwe, sema amina. Sema tena amina. Ndio maana kwenye kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura 18, Injili ya Luka sura 18 na ule mstari wa 8, Yesu akamwambia kina Petro, je, mwana wa Adamu atakapokuja duniani, je, ataikuta imani? Funga mkono wake hewani namna hii, haleluya. Je, mwana wa Adamu atakapokuja duniani ataikuta imani? Yesu akusema atakapokuja duniani ataikuta dini, maana Yesu alipokuja duniani dini alizikuta. Haleluya, haleluya. Dini alizikuta. Walikuwa Mafarisayo, walikuwa Masadukayo, walikuwa wanaabudu kama kawaida, lakini zile ibada zao zilikuwa ziwapeleke mbinguni. Mtu mmoja aseme amina kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana amenituma kwa ajili yako kijana. Bwana amenituma kwa ajili yako kijana wa kiume. Bwana amenituma kwa ajili yako ambao unanisikiliza. Bwana amenituma kwa ajili yako ambao unapita barabara. Leo unaisikia sauti, unaona kama hii sauti sio ya kwako. Nataka nikwambie mahubiri na kuhusu wewe. Haleluya. Hii siku moja usije ukafa kwenda jehanamu ya moto. Makofi kwa Yawe, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anasema, walakini mwana wa Adamu akija duniani, je, ataikuta imani? Kwa lugha nyingine anasema, je, nitakuta wokovu na ubiriwa? Haleluya. Haleluya, haleluya. Mtikise jana yako, mwambie kaa tayari, maana Yesu atarudi kulichukua kanisa. Watu wengi huwa wanadanganyana. Wakisha kula, wakisha kunywa, wakisha shiba, wanaanza kudanganyana. Mwenzake anaanza kumwambia mwenzake, Yesu alishasemaga nitarudi, mbona mpaka sasa hajarudi? Yuko wapi? Sasa nimekuja kukuambia kwamba Yesu atakuja kama vile mwizi anavyobamia kuvunja nyumba mtu. Punga kwa hewani na haleluya. Yesu atakuja kulichukua kanisa.